Mpenzi mtazamaji wa Bongo One Media, karibu tena katika dawati letu la michezo, tukizidi kukuangazia taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje ya Tanzania. Moja ya taarifa kubwa zaidi ambazo tunakuangazia siku ya leo ni kuhusiana na mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania, mchezo ambao ulichezeka siku ya jana. Ni kati ya timu ya Mtibwa Sugar dhidi ya klabu ya Young African. Moja ya michezo mikubwa zaidi iliyochezwa siku ya jana tarehe 21 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Timu ya Mtibwa Sugar wakiwa katika uwanja nyumbani kabisa walihakikisha wanaizuia Yanga kuondoka na pointi 3, na timu zote ziliondoka na pointi moja. Na hapa tuko kutazama matukio na matokeo ambayo yaliweza kupatikana baada ya dakika 90. Usisahau mnamo dakika 45 za kipindi cha kwanza, Pacome Pedro Zouzoua alisaidia klabu yake ya Young African kupata bao, na mpaka dakika 45 zinamalizika Yanga walikuwa kifua mbele wakiwa na bao 1-0. Lakini pia dakika 45 za kipindi cha pili, ikiwa ni katika zile dakika 4 za nyongeza, timu ya Mtibwa Sugar walifanikiwa kupata foul ambayo ilikuwa ni nje kidogo na 18, ikapigwa ndani ya 18, alafu mlinda mlango Diarra Djigui akawa amepangua mpira huo, ikawa ni kona. Katika pigo hilo la kona mambo yalikuwa ni mengi sana, mushkil kati ya mchezaji mmoja wa timu ya Mtibwa Sugar dhidi ya goalkeeper Diarra Djigui. Sasa ikapigwa kona ambayo moja kwa moja iliingia ndani. Yanga Sports Club wako katika rekodi nyingine ya kupigwa kona ndani. Usisahau kwamba enzi hizo ilikuwa ni mechi ya derby ya Kariakoo kati ya Yanga dhidi ya club ya Simba. Kichuya kona, kama uliwahi kusikia kichuya kona. Sasa ile kona iliyopigwa hadi ndani ilikuwa ni kati ya klabu ya Simba dhidi ya Yanga, ambapo Yanga walifungwa kona ndani. Sasa jambo hilo limerejelea tena hapo ambapo Mtibwa Sugar walikuwa wakicheza na klabu ya Yanga. Mchezaji wa Mtibwa Sugar alipiga mpira kutokea pigo la kona moja kwa moja bila ya kuguswa na yeyote yule, ukaingia kambani na kufanya mizani kuwa sawa. Wengine wanasema kwamba scoreboard is level. Scoreboard is level. Kama Mtibwa Sugar wangefanikiwa kufunga bao lingine, ndio ungesikia kwamba comeback is complete. Kama uliwahi kusikia neno hilo katika mpira kwamba comeback is complete, kwamba comeback imekamilika, ni pale Mtibwa Sugar iwapo wangeongeza bao lingine. Usisahau kwamba Mtibwa Sugar walipeleka mashambulizi makali katika lango la club ya Young African, ambapo kuna moja mpira ulipiga katika mtambaa panya, lakini mpira haukuingia kambani. Diarra Djigui ulikuwa mpira ushamwacha. Unaweza kusema kwamba kama ingekuwa ni bahati ya Mtibwa Sugar jana, basi wangeondoka na pointi 3 kulingana na ile comeback moja kubwa walikuwa wanaitafuta, lakini pia na ile shuti ambalo liligonga mwamba. Lakini pia katika mchezo huu unaweza kusema kwamba matukio yalikuwa ni mengi sana ambayo tunaenda kuyazungumzia hapa. Tunazungumzia matukio muhimu sana, na matukio yenyewe ni mawili. Huu mchezo umetafsiriwa na matukio mawili, ambapo baada ya matukio kuna wachezaji wenda wakafungiwa. Hii ni story kupitia kipenga cha mwisho, ambapo tunaenda kujadili mambo kina gaubaga juu ya yale yote ambayo yanaendelea katika ligi kuu ya Tanzania. So mambo mawili ambayo yameendelea, kwanza ni bao la club ya Young African ambayo lilikataliwa, mwamuzi wa pembeni akisema ni offside. Sasa hapa tunaenda kutazama, je, kweli ile ilikuwa ni offside au mwamuzi aliweza kuwanyima Yanga bao la halali kabisa? Lakini pia jambo lingine ni bao ambalo lilifungwa na club ya Mtibwa Sugar. Je, kile alichokuwa akikilalamikia goalkeeper club ya Young African Diarra Djigui kuna usahihi wowote, au ndo hivyo alipuyanga mwenyewe alafu akaja kuleta lawama za bure? Tuanze na tukio la mwanzo kabisa. Tukio la kwanza ni bao ambalo lilifungwa na klabu ya Yanga. Pacome Pedro Zouzoua alitoa pasi kwa mchezaji wa Yanga ambaye alipata bao, lakini mwamuzi akaja kusema ile ni offside. Tunaanza na tukio kwanza. Ukianza na tukio kiundani kabisa na kwa namna picha zinavyoonekana hapo, mchezo ulianzia katikati. Mchezaji alikuwa eneo sahihi wakati wanafanya movement kuelekea katika lango la klabu ya Mtibwa Sugar. Hata kama alikuwa eneo la kuotea, tunaweza kusema kwamba yule aliyepeleka mpira pembeni kwenda kutafuta engo ya goal alikuwa eneo sahihi. Na namna alivyokuwa akifanya movement, alikuwa akifuatwa na mchezaji wa Tabora ambaye alikuwa akiwa offside ya mwanzo.
kama mistari ambavyo haikuonekana vizuri kwamba wenda yule alikuwa offside mwanzo, lakini aliyekuja kupata mpira ukitoka kule mwanzo hakuwa eneo la kuotea. Sasa wakati movement ikiendelea, tayari offside itakuwa ishavunjwa au haikuwa offside kabisa. Sasa ukitazama namna movement ilivyoendelea mpaka katika box, tayari hakuna mchezaji wa Yanga anayesabika alikuwa ameotea, kwa sababu huyu aliyekuwa na mpira hakuachilia mpira mpaka analisogelea box. Mchezaji wa Yanga Pacome Pedro Zouzoua hadi anaachilia mpira alikuwa eneo sahihi. Sasa akapiga mpira ambao yule mchezaji wa Yanga mwingine yuko free peke yake, lakini ukitazama beki wa Mtibwa aliyekuwa kimkaba Pacome alikuwa akimfanya yule mchezaji wa pili awe free, lakini pia asiwe eneo la kuotea, yani awe onside na sio offside. So akatoa mpira kuelekea kwa mchezaji yule ikiwa bado ni eneo sahihi. Sasa waamuzi kinachowaada ni yule mchezaji kuwa peke yake, lakini mimi naweza nikasema aliyekuwa offside ni muamuzi. Muamuzi kama yuko eneo ambalo sio sahihi, ni ngumu sana kutoa maamuzi ambayo ni sahihi. Hili naomba mlijue, wapenzi na wafuatiliaji wa Bongo Media. Muamuzi alikuwa hayuko eneo sahihi, isingekuwa rahisi kutambua kwamba mchezaji alikuwa eneo sahihi. Na ndio maana kwa Tanzania ligi yetu, ili tuiondolee makando kando, ni vizuri zaidi kuwa na VAR, video assistant referee. Hii inamletea muamuzi marejeleo ya video ili aweze kufanya maamuzi sahihi. Vinginevyo tutaendelea kuwaona waamuzi ni wahovyo, tutaendelea kuona waamuzi wanafanya maamuzi ambayo wenda wametumwa au ni maagizo. Hakuna maagizo yoyote ambayo huwa wanapewa, na kama iko hivyo hatuwezi kujua. Ila usisahau kwamba hata Ulaya kuna baadhi ya mabao ambayo yalikuwa yanakataliwa miaka ya nyuma, lakini kidogo kurejelea kwa teknolojia ambayo imekuja kusaidia mwamuzi anaweza katazama kwa usahihi baadhi ya matukio. Hii imesaidia sana kuweza kuondoa utata wa baadhi ya matukio. So Yanga akafunga bao na mwamuzi wa pembeni akasema ni offside, lakini kiukweli ile kwa namna ukitazama mara tatu, basi ile Yanga walinyima bao, na Yanga hicho kitu wamekilalamikia sana na watakilalamikia zaidi na zaidi. Lakini pia twende kwenye tukio la mwisho ambalo nalo limehukumu matokeo na yale yote ambayo yametokea mnamo dakika 90, ambapo jamaa hao walipata set piece ambayo ilipigwa katika lango. Didi Diara akajipangua na kwenda nje na ikawa ni corner kick, na corner kick hiyo ikaelekea katika upande wa Yanga na mchezaji wa Mtibwa Sugar akapiga mpira ukaelekea katika lango. Hapa unakuja kutazama Didi Diara Djigui. Kwanza hapa Didi Diara alikuja kulalamika kwamba mchezaji alimsukuma, kwa hiyo ile muda anaenda kuudaka mpira ili auondoe kambani, ni kwamba mchezaji alimsukuma akamuadaa, ndio maana mpira ukaingia kambani, kwa ile haikustahili kwa goal. Huu ni kwa mujibu wa Diara kwenye kulalamika kwake. Lakini ukitazama clip kwa undani kabisa, Didi Diara Djigui ndiye aliyekuwa akimsukuma mchezaji wa Mtibwa. Yani yeye badala ya kudili na goli lake akawa anadili kumsukuma mchezaji wa Mtibwa. So akawa anadili kumsukuma mchezaji hadi mpira unapigwa, yeye kujua kwamba tayari huu mpira uko eneo hatarishi. Mimi hapa naenda kumsifia mpigaji. Mpigaji alipiga mpira, kwanza shuti ni zito na akapiga mpira ambao ulikuja kwa kasi sana. So ile concentration ya Diara ikawa kumsukuma mchezaji wa Mtibwa, akasahau kwamba mpigaji wa kona alikuwa ni mzuri zaidi. Akaja kujikuta mpira uko kambani, akaenda kuwadaa muamuzi na kutaka kugombana naye. Pale pale moja kwa moja muamuzi alikuwa ameshatoa kadi nyekundu, lakini akairudisha. Niseme moja kwa moja alistahili kupewa kadi nyekundu kwa kile alichokifanya, kutaka kumpiga muamuzi, au kadi ya njano. Lakini hapa ni kusubiria kwa kamati ya masaa 72 nini ambacho utakifanya kwa tukio ambalo limefanywa na Didi Diara Djigui. Didi Diara Djigui kwa tukio hilo alilofanya na matukio mengine ya kuwa anaenda kugombeza kwa nguvu zaidi waamuzi, kuna adhabu fulani anastahili. Mara nyingi watu wengi wamesema kwamba waamuzi wamekuwa wakilinda wachezaji wakubwa, hasa wachezaji wa Yanga. Tukio la yeye kwenda kumshambulia muamuzi, ile moja kwa moja alistahili kupewa kadi nyekundu, kwa sababu haikuwa mara ya kwanza. Na pia baada ya mchezo kuna mwandishi wa habari alikuwa akitaka kumhoji Didi Diara Djigui. Didi Diara Djigui ameonekana katika video clip akimuonyesha kidole cha kati. Yale ni matusi makubwa zaidi ambayo kinidhamu mchezaji mkubwa mwenye kariba Didi Diara Djigui, ambaye ameshiriki mashindano mbalimbali ikiwemo makombe ya AFCON, ameshiriki michuano mbalimbali mikubwa zaidi, basi hakustahili kufanya tukio la aina ile. Hili ni tukio ambalo linaishusha kelia yake. Didi Diara Djigui hakusukumwa wala hakuadaiwa kiasi kwamba tuseme lile halikustahili kwa bao, ila yeye aliconcentrate na mchezaji
mchezaji na kumsukuma na kumbugudhi moja kwa moja. Ile ilikuwa ni goal, na maamuzi waliyofanya tunawapa ongela kwa aina yake, na maamuzi ambao walikubali kwamba lile ni bao, na ni kweli likawa bao. Lakini swala la goli la Yanga lile lilokataliwa kama ni offside, ile ilikuwa ni goli halali, hapo mwamuzi wa pembeni alipuyanga. Hayo ndio maamuzi na michezo ambayo tumeishuhudia, ikiwa ni mchezo mkubwa zaidi, Yanga akiwa amedraw ni mchezo wa 3. Sasa Yanga baada ya kucheza na Azam amedraw michezo mitatu. Yanga amedraw na Azam, Yanga amekuja kudraw na TRA, na sasa Yanga amedraw na timu ya Mtibwa Sugar. Michezo mitatu mfululizo Yanga na draw. Haya ni matokeo mabaya zaidi ambayo mashabiki wa Yanga hawayapendi na wala hawayatarajii. Haya ndio matukio makubwa mawili ambayo tumeona katika mchezo wa jana, Yanga dhidi ya Mtibwa Sugar. Kwa upande wako unazungumziaje? Share katika upande comment section. See you next time. Bye bye.